ni upendo. They that do not love, they don't know God. Na wale ambao hawawezi pendana hawamjui Mungu. Our God has no other name. Mungu wetu ana jina lingine. God is love. Mungu ni upendo. That is his first name of God. Hilo ndilo jina lake la mwanzo. Our God is love. Mungu wetu ni upendo. Who is God? Mungu ni nani? God is love. Mungu ni upendo. Who he does not love, Ambaye hawezi akapenda, he doesn't know God. yeye hawezi basi akamjua Mungu. So if you don't love, Kama wewe basi haupendi, you don't know God. hauwezi ukamjua Mungu. Now it means you have another father. Kwa hivyo inamaanisha unaye baba mwingine The father of this world. ambaye ni baba wa hii dunia, He is a liar. na yeye ni mdanganyifu, He is a killer. yeye ni He muuaji, is a destroyer. yeye ni kuharibu, He is a hater. yeye kazi yake ni chuki tu. Someone defined who Satan is. Mmoja aliweza kuelezea shetani ni nani, And he said, na akasema if Satan will tell you, kama shetani ataweza if kukuambia, Satan will come here kama shetani ataweza kukuja hapa and tell you, na kueleze this shirt is white. kama hii shati ni nyeupe, Devil, if Satan will tell you this is a white shirt, kama shetani atakuja na kuhakikishia hii shati mchungaji anafaa ni nyeupe, refuse. kataa. Because Satan cannot, even if you see it is white, make sure, know that the devil has lied to you. Hata kama wewe unaona ni nyeupe, wewe kuwa na uhakika shetani bado amekudanganya. Because devil is a liar. Its nature is lying. Kwa sababu shetani hayo ndio maumbile yake, ni mdanganyifu. If he can come here and tell us this shirt is white, Hata akikuja hapa atuambie ni nyeupe, we need to refuse. tunastahili tukatae, Because he's a liar. kwa sababu ni mdanganyifu. And his blood flows lies. Na kwa damu yake ni uongo tu inatembea. But the name of our God, Lakini jina la Mungu wetu, his first name is love. jina lake la kwanza ni upendo. God is love. Mungu ni upendo. God is love. Mungu ni upendo. And if you don't love, you don't know God. Na kama upendi basi haujui Mungu. If you hate your brother, you are a murderer. Kama unachukia ndugu yako basi wewe ni muuaji. The Bible says so. Biblia inasema hivyo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. So where there is unity, Basi mahali kuna umoja, many things mambo mengi can happen. yanaweza yakafanyika. 5 people with unity, Watu watano ambao wako na umoja, speaking one language, wakiongea lugha moja, they can do greater things wanaweza wakafanya mambo makuu than 100 people zaidi ya watu 100 minus unity. ambao wametawanyika. That's why, for example, Hivyo ndio kwa mfano, when Brother Munene stood here, wakati Munene amesimama he hapa, has given his 10,000. amepeana 1000 yake 10, But don't you know, lakini haujajua because of lacking revelation, kwa sababu ya kukosa ule ufunuo, we can look for 5,000 here in this service and we miss. tunaweza tukatafuta 5000 katikati yetu kwenye ibada hii na ikakosekana. But 2 people with unity Lakini watu wawili walio na umoja here in this service katika ibada hii can decide to give us 20,000. wanaweza wakafikiria kutupa hata 20,000. Because where there is unity, things happens easily. Kwa sababu mahali kuna umoja mambo yanafanyika kwa urahisi. But where there is disunity, because devil is involved, people struggle. Lakini mahali kuna kutawanyika lazima kukuwe na kung'ang'ana. And I pray the church of God will abide in unity in Jesus' Na name. ninaomba kanisa la Bwana tukae kwa umoja. I pray the church of God will restore unity in Naomba Jesus' name. kanisa la Bwana turejee kwa ule umoja. I pray the church of God will keep true unity in Jesus' name. Kanisa la Bwana tujiwekee ule umoja wa ukweli. The more we keep disunity, Wakati tumejiweka katika kutawanyika, the more we delay our manifestation. ndipo mambo yetu yanachelewa. We delay our manifestation. Tunachelewa kule kufanikiwa kwetu. The people of Genesis, Watu hapa hawa wa mwanzo, because of disunity, they stopped building. kwa sababu ya kutawanyika walisimamisha kujenga. There are so many things that we are supposed to
to have done. Kuna mambo mengi ambayo tunastahili kuwa tumeyafikia. But because of disunity, Lakini ni kwa sababu ya kukosekana kwa ule umoja, we find ourselves in another year. tunajipata tumeenda bado mwaka mwingine. You find yourself in another year. Tunaenda bado mwaka mwingine. Even in your family, Hata katika familia you zetu must keep unity lazima tuweke ule umoja, for you to progress. ndiposa tukaweze kuendelea. There must be unity. Lazima kuwe na umoja. Where there is unity, Mahali kuna umoja, God commands blessings. Bwana anaamurisha baraka zake. Life forever. Haleluya. And life forever. Na kuishi milele na milele. Praise the name of the Lord. Bwana hasifiwe. Where there is unity, Mahali kuna umoja, God commands blessings. Bwana huwa anaamurisha baraka zake. We must keep unity as church. Lazima kama kanisa tusimamie umoja wetu. We must hate disunity in Jesus' name. Lazima tuchukie kutawanyika katika jina la Yesu. We must refuse disunity with passion. Lazima tuchukie kutawanyika. Disunity comes from devil. Kutawanyika kutatokana na shetani. He is the author of every confusion. Yeye ndiye mwanzilishi wa kila The kutawanyika. Bible says devil is the author of all confusion. Biblia inasema yeye ndiye mwanzilishi ama mwandishi wa kutawanyika. Ecclesiastes chapter 4, Mhubiri 4, the Bible says, Biblia inasema, verse 9, haleluya, Mhubiri 4 mstari wake wa two 9. are better than one, Wawili ni heri wawili kushinda mmoja, because they have a good reward for their labor. kwa sababu wako na Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana watapata ujira njema kwa kazi zao. Amen. Two are better than one. Wawili ni zaidi ya moja. Two are better than one. Wawili ni zaidi ya moja. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible continues to say, verse 10, Biblia inasema, for if they fall, kwa sababu akianguka, the one who will lift up his fellow. mmoja ataweza kumuinua mwingine. But who unto him that is alone? Lakini Ole wake aliye peke yake. haleluya, When he falleth, for he has no another to help him. maana akianguka hatakuwa na wa kumsaidia. Two are better than one. Wawili ni heri kushinda For moja, if one falleth, kwa sababu mmoja wao akiweza the kuanguka, one will lift him. mmoja ataweza kumuinua But mwingine. who unto you when you are alone? Lakini ole wako wewe uliyesimama peke yako. The power of unity. Kuna umuhimu, kuna nguvu katika umoja. Two are better than one. Heri wawili kuliko moja. They can do greater things. Wanaweza wakafanya mambo makubwa. They can go far. Wanaweza wakaenda mbele zaidi. And they can be rewarded handsomely. Na wanaweza wakafalishwa taji ambayo lina nguvu. When one falls, Mmoja wao akianguka, the other raises him. mwingine ataweza kumuinua. And that's why we need to keep unity as church. Na hivyo ndivyo inatufaa kama kanisa tusimamie That's umoja why wetu. you need to check on your brother. Ni vizuri ukuwe tu unamwangalia jirani The yako. Bible says, let us be our brother's keepers. Biblia inasema tuwe watu wa kuangaliana. Because if we are in unity, Kwa sababu wakati tuko katika hali ya umoja, when you are down, wakati niko chini, I will pray for you. nitakuinua. When you are not feeling to continue, Wakati umeona umefika mwisho, I should fast for you nitaweza kufunga ni kwa ajili yako and pray for you. na nikaweze kuomba, And God will hear my prayers. na Mungu ataweza kusikia maombi yangu. Sometimes you can be down. Wakati mwingine unaweza ukakuwa uko You chini, don't feel to continue. au unafika hali ya kukata tamaa. You need to keep unity of fellowship. Unastahili uweke ile umoja ya And that's why mahusiano. we have said it is good to be in fellowship. Na ndio tumesema ni muhimu kuwe katika vikundi. It is not right to despise that small fellowship. Haifai kabisa kudharau ile ndogo, ule mwanzo mdogo, Because two are better than one. kwa sababu ni heri wawili kushinda There moja. comes a time you don't have strength to continue. Kuna wakati unafika hauna ile nguvu ya kuendelea, And you need your brother to come and encourage na you. unahitaji ndugu yako aweze akuje kukutia nguvu. The Bible says a good word is like
a medicine in our bones. Biblia inasema maneno mazuri ni ya dhamana katika maisha yetu. You need good words. Tunahitaji maneno matamu matamu. And that's why I said sometimes when I'm down there is a church I run to just to listen to everybody whom I will meet in that church. Ndio sababu nilisema wakati nasikia niko chini kuna kanisa kule huwa nakimbia tu nisikilize wale. Whoever will meet in that place, he will encourage me. Yeyote utakayepatana naye kwenye lile kanisa atakutia nguvu. And guess what, church? Na kanisa tuangalie hili. There is an apostle in the Bible who was an apostle of encouragement. Kuna mmoja katika Biblia apostle kazi yake ilikuwa ni kutia watu nguvu. Who is his name? I'm trying to remember the name of this apostle. Barnabas. Hallelujah. Barnabas was the apostle of encouragement. He is a brother. When you meet him, he encourages you. Kazi ya Barnabas ilikuwa ni kutia watu nguvu katika Biblia. He was an encourager. Kazi yake ilikuwa ni kutia watu nguvu. If you feel you are down, go to that apostle. Wakati unasikia uko chini, wewe kimbia kwa Barnabas. Go and see the brother. Wewe kimbia nenda muone. He will encourage you. Atakutia nguvu. He will lift you. Ataweza kukuinua. Two are better than one. Heri wawili kushinda moja. Because when other one falls, Kwa sababu mmoja wetu akiweza the kuanguka, other will lift him. mmoja ataweza kuinua Let mwingine. us maintain unity. Sisi tuhakikishe tumesimama kwa umoja. Let us fight for unity, church. Tupiganie umoja wetu kanisa. Let us rebuke that demon of disunity in Jesus' name. Tulahani huyo shetani ama roho ya kutawanyika. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If someone comes to you to tell you about so and so, refuse in Jesus' name. Mmoja akikuja anze kukueleza mambo ya fulani, mfukuze, kataa hilo. If you want us to talk about Pastor Jacob, let us call him. Kama unataka tuongelelee mchungaji Jacobo, basi muite hawe hapo. Tell me about him when he is around. Niambie mambo yake wakati hata yeye anayasikia. Let us correct him while he is around. Wacha tumrekebishe wakati basi We anasikia. must keep unity in Jesus' name. Lazima tusimamie umoja wetu. Receive grace to keep unity in Jesus' Tupokee name. neema ya kusimamia umoja. I want to believe if they are brothers of encouragement, they are also brothers of discouragement. Naelewa yakana kwamba kama kuna watu wa kutiana nguvu, basi kuna wengine pia ambao ni kushusha wengine. Watu wa kuvunja moyo. Haleluya. Watu hawaonangi kitu ya maana kwa mtu. Haleluya. Watu ambao hawezi, mimi najua kuna pastor, siwezi sema tu online, na kuna pastor najuanga aonangi kitu ya maana kuhusu pastor mwingine na ndugu mwingine na mtu mwingine. Aonangi, hajaiona. Hata wale hajaiona. Na nikiangalia miaka yake sasa inaelekea 60. Na hakuna kitu ya maana anaweza onyesha, kwa maana Mungu ambarikingi mtu wa aina hiyo. Haleluya. Hawezi barikiwa. Aliokoka ukiwa unjasaliwa, ukiwa unjulikani kama utasaliwa, na bado tu anang'ang'ana na maisha. I want to believe kama kuna ndugu wa kuinua wengine, kuna ndugu wa kushusha wengine. Na mtu wa aina hiyo huwa anamalizia vibaya. Anamalizianga na vidonda za tumbo, anamalizia na magonjwa ya Misri, anamalizia na mashinda mingi, kwa maana ni mtu ambaye si mzuri. Amen. Pokea neema ya kuwa ndugu wa kuencourage wengine. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Praise Jesus. The Bible says, Biblia inasema, and if one prevail against him, two shall withstand him. na kama mmoja ataweza kusimama mbele yake, basi wawili wataweza kumsaidia. Because two are better. Kwa sababu ni heri wawili. Two are better than one. Heri wawili. That's why you need a prayer partner. Hivyo ndivyo unahitaji mtu ambaye mnaweza mkaomba kwa pamoja. Look for some people you pray together. Wewe tafuta mtu ambaye mtakuwa mnatembea pamoja katika maombi. Somebody who you can trust. Mtu ambaye utaweza ukamwaminia. You can tell him or her your problems and he stood faithfully and he fasted for you. Ambaye utaweza ukamwambia mambo yako na yasimamie vile inafaa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. It is good. Ni vizuri. That is verse 12. Hallelujah. Mstari wa 12. And if one prevail against him, two shall withstand him. Hallelujah. And the threefold cord is not quickly to break. Hallelujah. Hata ikiwa mtu
aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Amen. Pingia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. That is verse 12. Hallelujah. That is verse 12 of Ecclesiastes chapter 4. Praise the name of the Lord. Hallelujah. The Bible says the threefold cord is not easy to break. Biblia inasema ya kana kwamba hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampiga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. It is not quickly to break. Haiwezi kakatika kwa upesi. One string it will break easily. Nyuzi moja inaweza ikakatika kwa upesi. But when they are three, lakini zikiwa tatu, they are together. ziko pamoja, They are very strong. ziko na nguvu sana. It is not easy to break. Ni ngumu, haikatiki kwa upesi. Because they are together. Kwa sababu ziko pamoja. When we are together, we can fight demons easily. Wakati tuko pamoja, tunaweza tukapigana na nguvu za shetani kwa urahisi. Even when we came to church, hata wakati tuliingia kanisani, and we came in one heart, na tukuje kwa roho ya umoja, loving each other, tukiwa tunapendana sisi kwa sisi, believing in each other, tukiwa tunaaminiana sisi kwa sisi, carrying each other's burdens, tukiwa tunabebeana mizigo yetu, the devil will have no room to stay here. basi shetani hatakuwa na mamlaka ya kuweza kukaa hapa. Miracles will begin to take place. Miujiza itaanza tu kufanyika. People will begin to become healed while we are still worshiping. Watu wataanza kupona wakati tunaendelea na maabudu yetu. Because I believe in my brother. Kwa sababu ninaamini ndugu yangu, And even if he has some weaknesses, hata kama kuna ule udhaifu fulani, I still believe in him. bado ninamwaminia yeye. He may have some weaknesses, Anaweza akawa na udhaifu fulani, but I still believe in him. lakini bado ninamwaminia. First Peter chapter 4 verse 8, the Bible says, love covers multitude of sins. Petero wa kwanza, Biblia inasema ya kana kwamba upendo huwa unaficha dhambi mingi. First Peter chapter 4 verse 8. Petero wa kwanza. It covers the multitude of sins. Hallelujah. When you love somebody, love covers. Wakati unapenda mtu, You will not see some, mistakes. kuna udhaifu ambao hutaweza kuona. It's like when Pastor Martha, you are getting married. Hallelujah. You didn't see mistakes. You didn't see. Wakati ulikuwa unatembea na mama, akinchukua kidogo namwambia pole pole, hey pole, pole pole pole. Saa hii akinchukua unamuuliza unatembeanga aje wewe? You are in love. You are in love. You didn't see mistakes. Au kuona udhaifu wake. Love covers multitude of sins. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanafichika katika upendo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. When we come here, wakati tunaingia hapa and compliment each other, believe in each other, support each, understand each other, devil will have no room. Tuelewane sisi kwa sisi, tupendane, tushangiliane, basi shetani hata kuweza kuwa na nafasi. Lakini shinda yako wewe mama ya kuvunja watu wengine moyo. Ukiona mtu ameweka nywele, unaanza sasa moyo wako badala uabudu, angalau roho ashikanishe ili tuwe kitu kimoja, roho ashuke. Unaanza kunjanji. Hii nywele ilichukiwa Kariobangi. Hii nywele ni ile imechukiwa Korogocho. Hii ni ile imechukiwa Kayole. Wewe badala ushikanishe, unaanza hata kama unaona mistakes za nywele. When there is love, mahali panapo na upendo, when there is unity, wakati kuna umoja, God commands blessings. Mungu basi anaamrisha baraka zake. There are people who don't see anything good to others. Kuna watu ambao hawezi wakatambua chochote kizuri kwa maisha ya To wengine, their fellow brothers and their sisters. kwa mandugu na mandada zao. That is not the spirit of God. Huyo sio roho wa There Mungu. are people who are full of jealousy, Kuna watu ambao wamejawa na chuki, full of heaviness. ambao wamejawa na chuki. When you see somebody testifying something, Ukiona mtu bado anatoa ushuhuda tu, you are bitter. moyo wako unajawa na uchungu. That is a demon in you. Hayo ni mapepo yaliyo ndani And yako. we curse it in Jesus' name.
tunayalahani kwa jina la Yesu. We rebuke it out of you in Jesus' name. Tunaliondoa kwako katika jina la Yesu. When you see somebody with a new hairstyle, you are bitter. Ukiona mama akiwa ameshukwa vizuri umeshakasirika. Unaanza kwenda kwa choo na una makonjo, unatokea hapa unatokea, uko na shinda tu. You pretend you are diarrheaing, your just work is moving around and around. That is a demon in you. Hiyo ni pepo ambalo liko ndani yako. We curse it in Jesus' Na name. tunalilahani kwa jina la Yesu. Ukisikia mtu ametoa ushuhuda hapa, anatoa ushuhuda, unaanza ako na maringo. Sio maringo, ni demon iko ndani yako. If you hear someone testifying, you say it is because he's boasting. No, it's a demon that is tormenting you. We rebuke that demon in Jesus' Na name. tunalilahani kwa jina la Yesu. Let us keep unity. Sisi tupiganie umoja wetu. Let us keep unity in the church. Sisi tusimamie umoja kanisa. Let us carry each other's burden. Tubebehane mizigo yetu. Let us understand each other. Tuelewane sisi kwa sisi. Na Yesu alisema hivi, kabla hujaona mwamba kwa njisho ya ndugu yako, kama hujaona kipanji, toa mwamba. Kuna watu wanaona kipanji na wamebeba mwamba kwa njisho. That is hypocrite of highest order. Hiyo ni kujifanya ya hali ya juu sana. Haleluya. Mwangangania wa yulumu. Biblia ya Kikamba inasemanga mwangangania. Hypocrite of highest order. Unaona kaka na hujaona mwamba. Kama tunaweza enda kulingana na Bible, tunaweza tukaenda mbali. If we can go right with the Kama Bible, we can go far. vizuri, hata ukiona ndugu yako akiwa kwa mesi, kuna vitu zingine utaona kwa sababu uko na mwamba. There are things that we cannot do Na because kama our weakness kweli are big. atakuwa kwa hiyo mesi, utamuelewa na utamsaidia. And we shall understand each other and help each other. We are not called to judge, we are called to lift each other. Hatujahitwa kuhukumu, tumeitwa kuinuana. There is a way we can lift each other even when somebody is weak and he become better. Kuna njia ambayo tunaweza tukainua mtu akiwa chini na hawe mtu mzuri ama wa dhamana. Church, let us go back to unity. Kanisa, turudi mahali pa umoja. Let us maintain unity. Kanisa, tusimamie umoja. Let us believe in each other. Kanisa, tuweze kuaminiana. Is still people in the church? Are there still people in the church who are not, greeting each other? Je, kuna wao ambao bado wako kanisani na huwa wasalimiani? Are they still existing? Bado wako. Are there still such a people who have something deep side and you don't know whether your brother has something inside, although anakusalimia tu? Bado watu wa aina hiyo wako. Je, hypocrites. Wacha tuache kuwaita hypocrite. Wacha tuwaite mahypo. Wale mahypo wako high sana. kujifanya ambao koko kilele ya juu. Hebu kuja anakusalimia Yakobo au Kilami anakusalimia alafu hapa. Do we still have such a hypo? Je, tunao watu ambao wako na kujifanya kwa hiyo hali? Kile wako hapa sio kile wako ndani. Acha nikuambie, utakaa kwa hiyo njangwa na mapepo itakutesa mpaka uinue mikono. You will stay in that desert and the demons will torment you until you give up. Wewe unabeba watu, unawabeba bure. In fact, hata kama alikukosea waachilie ndio usonge. Forgive them that you may move forward. Where there is unity. Mahali kuna umoja. Sasa nikikupea hii kitambaa, If Pastor Jacob I give you my handkerchief, shika vizuri kama kitu unajua kushika bwana. Alafu nikuambie uende. Enda nayo basi. Na mimi nikatalie. Sasa wewe uendi na mimi siendi. Sote tunakwama. Lakini kama tunaweza shusha kiburi, tukumbaliane. Tuseme wacha tupite njia moja. Shika twende. Unakaa chini. Tunaenda tu tunawacha tupite nje. we ignore our pride and we walk Tutaenda together. rahisi. Ignoring our Lakini pride that we may walk hivi, easily. naye anataka kwenda hivi. Kiburi itatuweka hapa. Anafuta na mimi nafu.
pride will hold us in one place. Hata mwenye ako na nguvu, hata akijaribu kwenda kama mimi juu Even jamaa the ananga strongest nguvu, one cannot nitaenda make pole pole. progress. Utapata naenda pole pole. There Huyu is jamaa slow ananga nguvu. progress. Huyu jamaa ananga nguvu, mimi Slow nitaenda pole. progress because of pride. Anjapikiwa samaki Slow vizuri, Bwana progress. asifiwe. Slow progress. Itakuwa slow progress. Hallelujah. Lakini tukiacha kiburi tuseme wacha tukumbaliane, tutaenda. But if we ignore Na our pride, we na shall move tutafika easily. mapema. And we shall arrive on time. Kanisa sio mahali pa kupimana nguvu. It's not somewhere where we are Ati ni competing. nani anajua kuliko mwingine. Who knows better than the other? Wale tuliokoka tulikufa. Kristo ndiye anaishi ndani yetu. Christ is the one leaving us. We have already Na ndiye died. anatupeleka. And he is the one who is the driver. Bwana asifiwe. Praise Na Jesus. ndio maana tunanyenyekea kabisa na tunalia machozi, kwa maana sio sisi tunaishi, ni Kristo anaishi. It's the reason we humble ourselves to the most extent, and then we shed our tears saying, it's Christ living in us. Hatuna kitu yetu na hatuna kitu ya kujifunia isipokuwa neema ya Bwana. We have nothing to boast about except his grace. Na ukinjua hivyo Bwana atakusaidia. And we know that the Lord will really help Na us. ukinjua hivyo mambo itakuwa rahisi. And if we know that, then things will be easier for us. Na ukinjua hivyo shetani atakuachilia mapema. And if we know that the devil will not have place in our lives. Tukamate mboya ndogo ndogo zinaharibu shamba ya misabibu. Hallelujah. Tafsiri hiyo tunasikika huko. Tukamate mboya ndogo ndogo zinaharibu shamba ya misabibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Paulo anasema hivi, mambo mengine isitanjwe katikati yetu. There are things that are not supposed to be heard between us. Amen. Amen. Ati kuna mtu sipendangi na sijui kwa nini simpendangi. I hate so and I cannot explain the reason why I hate him or her. Kuna mtu nikimuona nasikianga uchungu na yani simpendi tu. When I see somebody, I am not happy. I'm telling you, hiyo sio roho ya Mungu. That is not the spirit of the God. And the good side in Biblia hii haikuandikwa na shosho yangu. Hallelujah. And the Ili- best thing, ili this ya Mungu. Bible is never written by anyone from our generation. God is not a respecter of any person. Mungu si wa kuheshimu wanadamu. Hata kumbariki njoo uko na nguo mpya. Hata kumbariki njoo uko na makeup mzuri. He cannot bless you because you are highly made up. Hata kumbariki njoo uko na inaitangwa 8 packs. Because umeingia gym ukajitengeneza. God is not a respecter of any person. Mungu aliwezi lile. Hii ndio kio yetu. We. The Bible should be our standard. Mwenye amelala afungue macho. Hii We ndio- open our eyes. This is our standard. Biblia ndicho kioo chetu. This is our mirror. Biblia ndicho kioo chetu. Hatuna ingine. Hatuna mahali pengine pa Kama kutazamia. rafiki yako ndio mirror, you are lost. If your friend is what is your standard, then you have lost your way. This is our mirror. Kila Biblia ndiyo kielelezo. every morning when you wake up, this is your mirror. Kila asubuhi ukiamka, Biblia ndicho kielelezo. Acha nikuambie, Let me tell you, utachelewa nani? you will be late. Utachelewa. You will be late. Utachelewa. You will be late. Maintain unity. Simamia umoja. Penda wale watu wengine vile. Maandiko nasema ati tupende mwingine vile tunavyofanya nini? Na vile tungetaka watu watutendee tufanye nini? Na sasa si unaona tuko mbali. We need to repent and come back. Tunastahili tutubu na turudi tena mahali pa Na umoja. ninaomba roho ya upendo ingie ndani yako. And I pray that the spirit of unity and love may be in my heart. Upendo ya kweli. The true love. Upendo inaweza fanya ufunge juu ya mtu. Love can make you fast because of someone. Upendo unaweza fanya unjue ndugu yangu amekosea na ako na shinda fulani na utamtangaza. Due to true love, you can recognize some certain weakness someone, then you hold it. Amen. Hallelujah. Hivyo tu, hivyo tu, That way. hivyo tu. That way. Unafurahianga wakati unashare weakness ya mtu kwa mtu mwingine. Then hauna roho wa Mungu. If you are happy when you are sharing someone's Kwa maana, weakness, ukiniambia then you uko don't na have the roho- spirit of God. Ukiniambia uko na roho wa Mungu na mimi nitakupima na maandiko. Because the Bible is our standard.
Bible is our standard. Biblia ndiyo kielelezo, ndiyo kioo. Hebu saa hii sasa tukiweka unity, utasikia shetani anakimbia tu peke yake. If we work in unity, the devil will just flee. I'm telling you, devil worship akiingia pale, vile wanaingianga hapa kwa kanisa, wanakamata ibada, inakuwa watu wakiambudu umelala, unasikia kwenda nje na unaenda. Kifika kwa choo unapata una makojo. Bwana asifiwe. Amen. Shetani anakuzungusha hivi. Hawataingia, watapata moto. Hallelujah. Because tumeweka unity. Because we are in the same unity. Bwana atusaidie. May the Lord help us. Nasema Bwana atusaidie. May the Lord help us. Nasema Bwana atusaidie. May the Lord help us. Hebu imagine ukiwa mtu mzima na kuna watu umebeba. Just imagine as grown as you are, and then there is someone who you ate completely. Dada, imagine over 30 years, over 25 years, kuna watu bado umebeba. Unjui ya kwamba wakati umewabeba, umejisuia baraka zako sote, kwa maana Roho wa Mungu hana nafasi. Don't you know when you ate somebody, you are withholding your blessing because the Spirit of the Lord cannot have a space in your heart. I want us to finish our service. Na naomba tuweze kukamilisha ibada yetu. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Si Bwana atusaidie. May the Lord help us. Situweke umoja. May we work in unity. Hallelujah. Hallelujah. Na ruhusu jirani yako akusaidie. Akikuona kwa shinda, akuulize maswali, akurekebishe, akurudishe. Fungua hiyo mlango biata ndio tuwe kitu kimoja. Hallelujah. Amen. Amen. Kuna vile mimi napendanga wazungu vile usaidiana. Wazungu wananga unafiki mwingi. I love how the European interact. They are not pretenders. No. Not easy. Sio rahisi wawe watu wa kujifanya. Sio kama wa Afrika. They are not like the Africans. Hallelujah. Hallelujah. Sisi huwa tuna hiyo roho. Unajua huku Afrika kuko na nature ya kiuchawi. In Africa there is that nature of hypocrisy, nature of witchcraft. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nataka tufike hapo because of time. Kwa ajili ya wakati tunakamilisha ibada. So, kama askofu anatuona kwa TV tukihubiri anashindwa, hao watu tulisema wafike hapa saa 8 na bado wanahubiri. Hallelujah. Wow, umoja. Unity. Amen. Amen. Mumekata ama mnaonekana bado kwa TV? Bwana sisi.